Nitakwambia kitu kimoja alafu tutaenda kuomba toba kwa ajili ya mioyo yetu. Tutaomba toba kwa ajili ya mioyo yetu. Kwa nini tutaomba toba? Yawezekana na mimi na wewe tuko hapa tunamlilia Mungu kila siku hapo leo. Tunamlilia Mungu kwa gharama yote. Midomo yetu inatamka Bwana tusaidie. Mungu wewe ni mkuu. Lakini kiuhalisia moyo wako unagoma na kile ambacho mdomo unatamka. Kiuhalisia moyo wako unagoma. Unasema sina sifa. Moyo wako unakwambia hauna sifa ya kumtaja huyu Mungu. Hauna sifa ya kumsema huyu Baba. Hauna sifa ya kumsema huyu Jehova. Nikutafarisha kitu kingine. Unajua wewe unachokiona kinakupa furaha katika maisha yako, ambacho ni chema chenye kupendeza, huwa unakilinda sana. Huwa unakilinda sana kwa namna gani? Wengine huwa wanatengeneza na kabati za kuhifadhi vitu vyao vya samani, visiweze pata hata vumbi, visiweze pata hata shida yoyote, kwa sababu hivi vitu wanavithamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukija kuangalia, Mungu analalamika. Mungu anajiuliza, hivi mwanadamu huyu ni mwanadamu wa namna gani? Ndio maana katika Mwanzo umefanya kwamba moyo wangu sitashindana tena mwanadamu. Katika ile Mwanzo nafikiri ifika mahali Mungu anasema hakika sitashindana na mwanadamu kamwe. Kwa sababu kila siku anachokiwaza ni kibaya, ni kibaya, hakifai. Sasa jiulize, kitu chako cha samani unakilinda kwa gharama yoyote. Ninaweza nikatolea simu hizi. Ninaweza nikasema hii simu ni kitu muhimu sana, hasa kwangu mimi mwanafunzi wa chuo. Bila hii simu ninaweza nikapata shida sana kwenye usomaji wangu. Kwa hii simu ikifika mahali kadondoka ikaumia, unakuta moyo na wenyewe unaumia, unakuta unapata maumivu. Kwa sababu gani? Hiki kitu kinanisaidia kwa kiwango kikubwa. Sasa jiulize, na huyu Mungu ambaye ametengeneza mwanadamu akamwekea na moyo, ili huu moyo uwe sababu ya yeye kuwasiliana na mwanae. Halafu cha ajabu, huu moyo unatiwa vumbi tu, na kila mtu akija anamwagia matope. Huyu akija anamwagia uchafu, yani matakataka ya kila aina. Akija hapa anamwagia oili, anamwagia majani hapo hapo, mabaki yale ya nyama, mifupa anakuja animwagia kwenye moyo. Sasa jiulize, hii wewe ndio kitu chako umekiona cha thamani, alafu mtu akija anakuja anamwagia maji, anamwagia hiki. Hebu jiulize, ni nini una feel? How do you feel? How do you feel? Unajisikiaje? Na huyo mtu utamtazama vipi? Hebu jiulize, pamoja na ulokole ulionao na pamoja na kuokoka kwako, huyo mtu utamtazama vipi? Utamwangalia vipi ambaye anakuja anafanya kitu cha ovyo kwenye kitu ambacho unakithamini? Sasa nataka nikwambie, Mungu analia na Mungu anahuzunika kwa sababu yako, kwa sababu ya huo moyo wako ulivyo mbali na yeye. Anahuzunika. Anajiuliza, huyu mwanadamu, mpaka imefika mahali anamwambia nabii Isaya, nenda kawaambie watu hawa ya kwamba ni kweli kunitaja Mungu ananitaja, lakini kuhalisia mioyo yao iko mbali nami. Na mbaya zaidi, kicho chao kimejaa maagizo ya wanadamu. Imefika mahali watu wa Mungu tunaheshimu sana maagizo ya wanadamu kuliko kile ambacho Mungu anatuagiza. Tunapozungumzia kicho chao kimejaa maagizo ya wanadamu. Kicho maana yake nini? Lina maana ya kwamba woga au hofu, yani kuhisi kutisha hofu ya jambo fulani, kama kunyenyekea fulani au kuheshimu fulani. Sasa anasema hao watu wamejaa kuheshimu maagizo ya wanadamu,
lakini yale ambayo nawaagiza hakuna wanaolitilia manani. Watasemaje wako na mimi Mungu? Ikiwa mimi nachoagiza wakifanye, lakini wanaagiza wanafanya sana maagizo ya mabosi wao. Hebu jiulize response ambayo unaionyesha kwa bosi wako aliyo kwa ajili hapa duniani. Alafu angalia na response yako kwa Mungu ambaye amekupa uhai. Alafu utakuja kugundua is so different. Ni vitu vile ambao ni mbali sana, ni tofauti sana. Sasa unakuja kujiuliza, kama ni tofauti sana, ambaye huyu Mungu ndio anatupa uzima, anatupa afya, anajisikiaje? Au wewe unaanza kumsaidia mtu, unamwezesha, unafanya, halafu ghafla anakuwa mbali na wewe. Hauelewi ni nini shida. Ukimuuliza changamoto ni nini, hakuambii. Ukimwambia kwa nini ndugu yangu umenitenga, tumesapotiana na wewe, nimekuwezesha hiki na hiki, haeleweki. Wewe utabaki kujisikiaje? Ni kitu ambacho inamuiza sana. Na ndio maana imefika mahali Mungu ameshindwa kunyamaza. Anasema, wanadamu nyinyi wanafiki. Mnasema Mungu Mungu, lakini mko mbali na mimi. Mko mbali na mimi. Sure, mko mbali na mimi. Unajua kwa nini unaweza ukawa mbali na Mungu? Kulingana na yale unayoyatenda. Kulingana na jinsi ambavyo unajihuzulisha mbele za Bwana. Watu wengi tumejaza vitu mioyoni mwetu. Watu wengi tumejaza watu mioyoni mwetu. Imefika mahali Mungu amekosa nafasi katika mioyo yetu. Imefika mahali Mungu amekosa nafasi katika mioyo yetu. Imefika mahali Mungu amekosa nafasi, aelewi ni wapi pa kukaa, ni wapi azalishe kitu chake kiweze kuzaa matunda. Amekosa hiyo sehemu, amekosa hiyo mahali. Kwa sababu hao watu mioyo yao iko mbali na yeye, bali imejaza vigodolo, imejaza mali, imejaza fedha, imejaza watu waliomchukiza. Huo ni moyo. Sasa jiulize, moyo huyo umejaza watu, moyo huyo umejaza vigodolo, moyo huyo umejaza mambo ya dunia, huyo Mungu anapata muda sangapi? Wakati huo ukiwa karibu na yeye, ukitamka kanisani kwenyewe, unapoenda kuabudu nyumbani mwa Bwana, muda wote unaangalia saa ngapi ifike, saa ngapi niende nikafungue Kariakoo biashara yangu. Unakuta mtu amempa Mungu muda, ikifika mahali anamhitaji zaidi ya muda aliojiwekea, hawezi kukaa katulia, anaenda kanisani. Tunajua kwa sisi Jumapili ni siku ya Bwana. Ni halali, unaweza ukaenda asubuhi mpaka jioni. Lakini leo hii unakuta mtu anaenda kanisani, anajua mimi nikienda saa 12, saa 2 natakiwa nimetoka. Alafu huyu mtu masaa mawili awe amwabudu Mungu. Lakini masaa mangapi kwa wiki? Kuna masaa mangapi? 24 mara 7. Kuna masaa kama 160 na kitu hivi. Mungu anampa masaa haya mawili. Akiwa nyumbani hana muda wa kuomba. Akiwa nyumbani hana muda wa kusoma neno. Ila yeye ni too busy na biashara, too busy na kazi, too busy na kazi. Yani yuko busy na majukumu mbalimbali. Akirudi nyumbani anarudi saa 6 amechoka. Ni kufika kulala, hata kuomba kwa ajili ya Mungu amlinde inaweza ikawa ni ngumu. Mungu anampa masaa mawili. Sasa jiulize kwa huyo mtu, hivi Mungu kweli atafanywa aache kiti chake cha enzi aje asapotiane na wewe? Na masaa mawili hayo yuko juu, anaangalia saa muda wote. Ikitokea mchungaji akachelewa kidogo, akachelewesha muda, yani hapo anawaza biashara, anawaza sijui nyumbani itakuwaje, anawaza hivi. Sasa watu wangu wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Chunguza moyo wako uko wapi. Na kuanzia leo sasa,